Leo tumekusanyika hapa kwenye fukwe ya Maga katika tamasha la bahari ama kwa Kiingereza Ocean Festival. Hii yote ni katika kuadhimisha siku ya bahari, na tamasha hili limejikita zaidi kwenye kuongeza uelewa wa umma kuhusiana na masuala ya uchafuzi wa bahari, lakini watu waweze kufahamu umuhimu wa bahari, na ndio maana tukaamua tuiweke katika ile dhana ya tamasha kwamba watu wengi wanapenda kufurahia kwenda baharini, kupumzika, kuogelea na pengine hata kutumia mazao ya bahari kama samaki na vitu kama hivyo, lakini watu wachache sana ambao wanapenda kuchukua hatua ili kutunza bahari au kuiokoa bahari kutokana na madhira ambayo yanaikabili. Kwa hiyo katika tamasha hili leo tulikuwa na shughuli nyingi sana. Tulikuwa na kitu kinaitwa Sunset Beach Cleanup, usafi wa fukwe wa jioni, lakini pia tulikuwa tuna maonyesho ya bidhaa mbalimbali ambazo zinasaidia kwenye kuelimisha na kutunza mazingira, lakini pia tulikuwa na swala la kusimika mapipa ya kuwekea taka, dustbin, kwa ajili ya kuendelea kujenga utamaduni wa watu kuweza kuhifadhi taka katika maeneo ambayo yanastahiki. Lakini pia katika tukio hili tumeweza kuhusianisha juhudi za utunzaji wa mazingira pamoja na masuala ya sanaa, kwa sababu hapa tutakuwa na watumbuizaji mbalimbali ambao dhima yao pia itakuwa imejikita zaidi kwenye kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya utunzaji wa bahari na umuhimu wake. Hii yote inatuambia nini? Kwa sasa dunia inakabiliwa na mazira mengi sana, lakini moja kati ya changamoto kubwa zaidi ni uchafuzi wa taka za plastiki. Na kimsingi taka za plastiki zimeendelea kuwa tishio katika kila kona ya dunia. Plastiki zimezagaa juu ya ardhi, plastiki ziko baharini, plastiki zipo kwenye hewa. Yaani hakuna sehemu ambayo utaikosa plastiki. Na ndio maana tafiti zinatuambia kwamba angalau tani milioni 8 mpaka 14 za plastiki huelekezwa baharini kila mwaka, huku uzalishaji wa plastiki duniani ukikadiriwa kuwa takribani tani milioni 300 kwa kila mwaka. Kiukweli Ocean Festival ya mwaka huu imekuwa ni ya kipekee, kuanzia muundo wa namna muda ambao tumeanza kusafisha beach. Watu wamezoea beach cleanup kufanyika asubuhi, mara hii tumesema beach cleanup tunafanya mchana. Kawaida beach cleanup watu wanakuwa kuna maji yanagaiwa, lakini mara hii tukasema hapana, watu wafike na reusable bottles, ambapo yani mtu atakuwa anapoa maji anakunywa bila kuchafua mazingira. Pia kama chakula kilochaguliwa ilikuwa ni matunda. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya kupunguza uchafuzi wa bahari. Sio tu tunaenda kusafisha beach and then wakati tunaondoka unakuta beach bado iko chafu. Dunia ikiwa inaadhimisha siku ya bahari, nasema siku ya bahari duniani, tumeona kumekuwa kuna jitihada mbalimbali za kijamii, asasi za kiraia, pia wadau wa maendeleo wamekuwa wakishiriki kikamilifu kuona namna gani fukwe zinakuwa safi, za kuvutia na pia kuchochea utalii. Leo hii ikiwa ni siku yenyewe ya kimataifa, tumeungana na wadau ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakishiriki kikamilifu katika usafi wa fukwe. Jamii tumeona ambayo imekuja kutembelea fukwe, hasa fukwe hizi za umma. Kwa Dar es Salaam Kinondoni imebarikiwa kuwa na fukwe nyingi, ikiwepo fukwe nyingi ni za umma ambapo watu wanakuja wakiwa na vyakula vyao, wengine wanapata huduma maeneo ya fukwe wakiwa wanafurahia hali halisi ya mazingira ya fukwe za bahari. Lakini kumekuwa kuna changamoto mojawapo ya uzalishaji wa taka ambazo haziko rasmi, ambazo zinashindwa kudhibitiwa, ikiwepo taka za plastiki, chupa, lakini pia na karatasi ambazo zinaonekana maeneo ya fukwe zikiwa zinaharibu ile hali ya ekolojia ya fukwe. Na hii pia inaleta hatari kubwa sana kuifanya fukwe zisiwe rafiki kwa ajili ya watu wengi kutembelea, ikiwepo wageni. Sasa zinaonekana fukwe za umma, lakini tunakosa pia kupata mwingiliano wa wageni ambao pia kawaida wanakuwa ni wachangiaji wakubwa sana katika pato la taifa. Hivyo sisi kama wadau, taasisi 3 ambao tumeanza initiative ya kuhakikisha kwamba hizi fukwe za ukanda wa Kinondoni zinapata vifaa maalum vya kukusanyia taka, kwa Kiingereza tunasema dustbins, ambazo zinaashiria kwamba taka fulani ziweke kwenye sehemu husika. Hii
inakuwa ni sehemu ya kuleta hamasa kwa jamii kwamba elimu haitaishia kwenye fukwe, lakini pia elimu inaenda pia nyumbani, kwamba watu watatoka na hii elimu kwamba namna gani wanavyotakiwa kutumia hivi vikusanyia taka. Kwa kuanzia tumeweka maeneo matatu, zitakuwa ziko na sehemu tatu: chupa za glass, chupa za plastiki, karatasi. Lakini tunafikiria zaidi kama tutapata pia wadau wengine watakaweza kujoin nasi kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuongeza dustbin za kutosha, sababu tumeanza na dustbin za seti, tunasema ni seti 4. Ni mwanzo mzuri, tutaweka katika maeneo haya ya fukwe kwa sababu ni fukwe ya umma. Kila mtu hapa, hamna ambaye anamcontrol mwenzie, ni uhuru. Wanasema uhuru wa manyani, kama mtu akinunua chakula au amenunua juisi, basi watu wanatupa, kwamba hakuna dustbin, hakuna vifazio taka. Kwa kupitia hivi vifaa tunavyovikabidhi katika hii siku ya bahari duniani leo, tukiwa pamoja na waandaaji wa tukio hili la usafi wa fukwe MBRC, Sustainable World Initiative, na pia tuna Sustainable Development West Initiative, nao tumeweza kushirikiana nao kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza vikusanyia taka katika eneo la fukwe zetu za bahari, ili lengo kutuvutia utalii, lakini pia kuweza kuilinda bahari. Kwa majina anaitwa Ruba Gitende Sagrai, ni kutoka UDEFO. Nimeshiriki hapa kama mdau ambao tumekuwa tukifanya kazi na MBRC, wamekuwa ni wadau wetu wakubwa katika kutokomeza plastiki. Niko hapa kuhamasisha vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi, washiriki katika hizi activities ambazo tunakuwa tunazifanya ili kuhakikisha tunaifanya Tanzania yetu ya kuwa ya kijani.